Karibuni watazamaji wangu wa Hoja za Mali Hoja. Leo ninataka tuzungumzie matumizi ya lugha chafu. Kumekuwa na desturi inayoonekana ni ya kawaida sana sasa hivi katika jamii, watu kutukana. Watu wanatumia maneno machafu katika mazingira mbalimbali, na tabia hii ya kutukana imejikita sasa katika rika zote, kuanzia watoto wadogo, vijana, watu wazima mpaka wazee. Si jambo la kushangaza sana kuona wakitukana, kutoa matusi makubwa sana ya nguoni. Sasa hivi unaweza ukapita ukakuta watoto wadogo kabisa, miaka 3, miaka 5, 7, wanatukana matusi mazito. Unaweza kukuta watoto wa shule ya msingi wanatukana matusi mazito, watoto wa sekondari wanatukana matusi mazito. Ukipita mitaani, vijana waendesha bodaboda, wanaofanya kazi hizi ngumu wanatukana. Lakini unaweza kukuta hata watu wanaonekana kama wana heshima zao wanatukana. Wazazi wanawatukana watoto, marafiki wanawatukana marafiki. Mtu akikasirika anashusha maneno mazito, matusi ya nguoni, anatukana wenzake. Lakini mtu anakerwa pengine na mtu, yeye anachoona njia sahihi ni kumshushia matusi tu. Sasa hii desturi watu wanaiona ni ya kawaida, lakini ina madhara mengi sana ambayo yako nyuma ya pazia. Na ukiangalia sana, matusi yamekuwa yakimdhalilisha zaidi mama. Watu wengi sana wameona kumtukana mama ndio njia pekee ya kuonyesha hisia zake kwa mwenzake ambaye amemkera. Utakuta mtu akikerwa anaanza kumtukania mwenzake mama yake. Lakini wakati mwingine hata baadhi ya wazazi wasiojitambua wanatukana watoto zao na wanawatukania mama zao watoto zao, jambo ambalo linatengeneza mazingira ya kumlea mtoto katika tabia hiyo, na yeye anakuwa akiwa mtukanaji mzuri tu, hawezi kushangaa. Sasa jamii ielewe kwamba desturi hii si njema, kwa sababu kuna mambo ambayo pengine wengi hatuyafikirii wala hatuyatazami kwa kina. Ningependa leo nisikilize vizuri sana ili kusudi muweze kuyatazama mambo hayo kwa kina. Unakuta mtu anamtukana mwenzake, anamtukania mama yake, na wakati anatukana pale kuna watu wengine wako pale wanasikiliza. Kwa hiyo anakuwa anamtukana mwenzake, anakuwa anatukana pia na watu wote waliokuwepo pale wanasikiliza matusi yake, lakini pia anajitukana na yeye mwenyewe, kwa sababu unapotukana kwa kumdhalilisha mama au kumdhalilisha mwanamke, wewe mwenyewe unaye mama, unao ndugu wa kike, unao mashangazi, bibi, pengine kama umeoa una mke au una watoto wa kike au una dada zako. Sasa ukimtukana mtu kwa kumdhalilisha mwanamke, kumdhalilisha mama, tayari hawa wanaokuhusu wewe umesha watukana na wao. Yani unaanza, kabla hujalitoa lile tusi, unaanza kulifikiria ulitoe. Tayari unaanza kutukana watu wako muhimu kwenye mawazo yako kabla hujalitoa kumtukana mwenzio na wanaosikiliza. Sasa tunatakiwa tuelewe kwamba tusi hili linakwenda kwa watu wote, ukiwemo wewe mwenyewe. Unaweza ukajiuliza, mtu anamtukania mama yake, tusi zito sana, lakini yeye amezaliwa na nani? Amezaliwa na mama huyo. Amezaliwa kupitia wapi? Amezaliwa kupitia kiungo hicho hicho anachokidhalilisha. Sasa kuna jambo moja ambalo tunatakiwa tuliangalie zaidi, hili linaogopesha zaidi na wakina zaidi, ambalo watu hawalitafakari, ndio maana wamekuwa wepesi sana kutukana tu ovyo.
Mwenyezi Mungu ambaye kila mmoja wetu anamheshimu na kumuogopa na kumwabudu, amempa thamani kubwa sana mwanamke, amempa thamani kubwa sana mama kwa kumtumia kuwa chombo chake cha kufanya uumbaji wake wa wanadamu. Mama ndio anayebeba jukumu lile la Mwenyezi Mungu kutunza kiumbe wakati Mungu akiendelea na uumbaji wa kiumbe yule kule tumboni. Lakini kiungo hiki tunachokidhalilisha kila siku ndicho ambacho Mungu amekipa thamani ya kukitumia kwa ajili ya kumleta huyo mtoto duniani. Sasa swali la kujiuliza, ikiwa Mungu amempa thamani kubwa sana mwanamke, amempa thamani kubwa sana mama, alafu wewe unaenda kumtukana, unaenda kumdhalilisha, unafikiri Mungu yeye anakutazamaje? Ni dhahiri kwamba huyu ambaye amempa thamani kubwa sana mama, Mwenyezi Mungu, anakuangalia kwa jicho lisilokuwa sawa, anakuangalia kwa jicho lisilokuwa la furaha, kwa sababu unamdhalilisha kiumbe ambaye yeye amempa thamani. Kwa lugha nyingine, wewe unaona alichofanya Mungu hakina thamani. Wewe ni mjanja zaidi, una akili zaidi kuliko Mungu. Hili si sawa na ni hatari. Sasa kwa lugha nyepesi ni kwamba unapomdhalilisha mama ambaye Mungu amempa thamani kubwa sana ya kumtekelezea jukumu lake la uumbaji, maana yake wewe unajichumia laana. Sasa tunaweza tukajikuta kuna mambo mengi kwenye maisha, kwenye jamii yanakwenda ndivyo sivyo, tunaanza kukimbilia kunyoshea vidole watu wengine. Tunashangaa nchi pengine inakwenda ndivyo sivyo, au wakati mwingine kuna jambo limeenda tulitarajii, viongozi wanapata wakati mgumu sana katika kunyosha mambo. Sisi tunakimbilia kunyoshea mikono viongozi, kunyoshea mikono wazazi, kunyoshea mikono watu wengine wanaotuzunguka kwenye changamoto zile ambazo tunashindwa kuzitatua kwa haraka, lakini kumbe kunakuwa na laana tunaitengeneza. Sasa kwenye level ya kitaifa, hebu tafakari, ni watu wangapi wanatukana, sehemu ngapi wanatukana? Unaweza kukuta hapo ulipo kuna watu wanatukana, kijiji, mtaa unaofuata, mji, wilaya, mkoa, kila mahali kuna watu wanatukana, wanadhalilisha mama. Wimbi hili kubwa la udhalilishaji wa mama tunategemea linatengeneza laana ya kiasi gani kwenye jamii na kwenye nchi yetu? Tunatengeneza mkusanyiko wa laana kubwa. Ndio maana tunakutana na mambo mengi ambayo yanakwenda sivyo tunavyotarajia, na tunakimbilia kunyoshea mikono watu wengine, lakini ni sisi wenyewe tunatengeneza hizo laana. Ni sisi tunatengeneza ukungu unaoweza kuzuia mambo mengi kwenda tunavyotamani yawe. Kwa hiyo mimi nafikiri tuna sababu ya kujitafakari upya. Tuangalie swala la kudhalilisha mama. Uanze wewe kutafakari pale unapotaka kumtukana mwenzio, anza kwanza kumkumbuka mama yako mzazi, awe hai awe amekufa, lakini kabla hujatoa lile tusi, anza kumtazama mama yako mzazi kabla, alafu ndio ujishauri sasa utukane au usitukane. Lakini ushauri wangu mimi, acha. Wewe unayeniangalia, kama una hii desturi ya kutukana, basi kuanzia leo acha tabia ya kutukana matusi, kutukana, kudhalilisha mama, kudhalilisha wanawake, kumdhalilisha mzazi, hata kumdhalilisha baba. Kwa ujumla, lugha tu za matusi, si lugha za kistaarabu ambazo mtu mwenye akili timamu anatakiwa azitumie. Tunatakiwa tuishi kwa ustaarabu ambao utatufanya hata Mwenyezi Mungu akawa anafurahi, badala ya kuwa kila siku tuna lugha chafu, midomo inakuwa michafu. Maana unapokuwa unatoa matusi na unatukana, maanake mdomo wako ni mchafu. Mtu yeyote anayetukana matusi ya nguoni, anatukana kumdhalilisha mama, kumdhalilisha mwanamke, na matusi ya kumdhalilisha mzazi kwa ujumla, huyu mtu mdomo lake ni chafu, mdomo wake ni mchafu na unanuka. Sasa kama wewe unataka usiwe na sifa ya kuwa na domo chafu, basi acha hizi tabia, ili tuendelee kuwa na jamii yenye ustaarabu, yenye lugha za kistaa. Sasa haipendezi mzazi unaanza kufundisha watoto wako kutukana. Mtoto anakuwa na yeye anakuwa anatukana tu ovyo.
anaona ni jambo la kawaida. Wakati mwingine mtu unaweza kumlaumu anatukana, kumbe ni kutokana na kwenye familia yake matusi yamekuwa ni jambo la kawaida. Sasa mimi natamani kuona jamii iliyokuwa na lugha za kistaarabu. Tuachane na lugha za matusi, tuishi na lugha za kistaarabu. Na nyinyi wanawake ambao mmekuwa na desturi ya kutukana kwa kujidhalilisha wenyewe, mnatakiwa muwe wa kwanza kuacha hii tabia, kwa sababu unapotukana kwa kudhalilisha kiungo chako, kumdhalilisha mama yako, unajitukana mwenyewe na unatukana wanawake wenzako wote. Lakini kubwa zaidi ni kwamba unapeleka taarifa kwa watu wengine, kwa wanaume na watu wengine, jamii nzima na watoto, kwamba kumdhalilisha mama ni jambo la kawaida, kwa sababu kama mama mwenyewe anajidhalilisha, sasa hilo jambo linaonekana kwamba kumbe ni halali. Kwa hiyo nyinyi kina mama mnatakiwa muwe wa kwanza kuacha hii tabia, na ningependa kila mtu ambaye ananisikiliza awe balozi kwa watu wengine, kwamba tabia ya kutukana, kudhalilisha mama, kudhalilisha mwanamke si tabia njema. Na tunapozungumzia laana, wengi tumekimbilia kusema ushoga unaleta laana si na nini, wakati kila mmoja anayetukana na tabia zake ni za kishenzi, hazina tofauti na yule shoga. Unavyoona shoga na tabia za kishenzi zinazoleta laana, basi hata wewe unayetukana hauna tofauti na yule shoga, kwa sababu yule tabia zake zinaleta laana na wewe tabia zako za kutukana, kumdhalilisha mama zinaleta laana. Kwa hiyo manake nyinyi wote hamna tofauti, wewe na shoga anayeleta laana kwenye jamii, wote hamna tofauti. Kwa hiyo naomba tubadilike kila arabu, hapo ndipo taifa litapata baraka, jamii itapata baraka, familia itapata baraka. Nje ya hapo tusijidanganye, tutaendelea kunyoshea mikono watu wengine, huku tuna laana zingine tunazikusanya sisi wenyewe na kuzirundika kwenye maisha yetu, pamoja na mambo mengine yanayosababisha changamoto mbalimbali. Lakini hili kwa maono yangu na kwa utafiti wangu nimeona lina mchango mkubwa sana kwenye kuleta laana katika jamii, miji na hata katika level ya taifa, na mambo mengine yakawa yanaenda ndivyo sivyo. Naomba kama huja like, na kama hauja subscribe, ili wakati mwingine nitakapoongelea jambo lingine uwe wa kwanza kuweza kuliona na wewe uweze kunufaika. Karibu sana, Mungu awabariki sana.